Habari na matukio. Naam, ujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa 24 Info Monde mahali popote mlipo. Matumaini yetu mpo salama salimini, na hivyo mkaribisha kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari. Tuanzie huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utaenda kufahamu habari ya mapigano yanayojiri huko mashariki mwa nchi hiyo. Mbali na hiyo, utaenda kuzungumzia habari ya Ubelgiji na DRC. Mwanadiplomasia wa zamani wa Ubelgiji Etienne Davinho amefariki akiwa na umri wa miaka 93. Twende moja kwa moja. Mapigano makali yalizidi Jumatatu hiyo jana asubuhi huko Kavumu. Milio ya silaha ilisababisha hofu kubwa na kusababisha vijiji vya Mbayo, Mlangala na Kamakombe kutekeleza mara moja kwa wakazi wake. Muungano wa Mto Kongo AFC ametuma vikosi muhimu katika eneo hilo kufanya shambulio hili. Kulingana na vyanzo kadhaa vya kuaminika, lengo la harakati hiyo ya waasi wa M23 inaunga mkono na nchi ya Rwanda ni kuvunja safu za ulinzi ili kupata ufikiaji wa kimkakati katika eneo la Walikali. Mapigano ya leo sasa yamejikuta kwenye shoka kuu 4: Chivanga, Bulungumiza, Langa la Mbayo kwenye vilima hivi. Wanachama wa vikundi vya kujilinda vya wazalendo vinavyoungwa mkono na vikosi vya jeshi ya Kongo ama DRC FARDC wanajaribu kuzuia kusonga mbele kwa shambulii katika mapigano makali. Kuongezeka huku kwa ghafla kwa kijeshi kunazidisha hali ya kibinadamu, huku mawimbi ya raia wakikimbia kwa kasi. Vikosi vya kawaida ajitoa takwimu rasmi za majeruhi au kutaja mabadiliko ya nafasi kwenye mstari wa mbele. Ubelgiji na DRC. Mwanadiplomasia wa zamani wa Ubelgiji Etienne Davinho amefariki akiwa na umri wa miaka 93. Mwishoni mwa mechi alitaka kurufaa zaidi ya rufaa yake katika mahakama ya jinai ya Brussels, ambapo alitakiwa kujibu mashtaka ya madai ya kushiriki katika mauaji ya mkuu wa kwanza wa serikali kuu ya Kongo Patrice Lumumba mnamo Januari 1961. Kumradhi. Wakati wa matukio hayo alikuwa akifanya kazi kama mwanafunzi katika wizara ya mambo ya nje ya Ubelgiji. Kujibu rufaa hii, mawakili wa familia ya Lumumba walilalamika kurudi nyuma zaidi katika kesi ambazo zimechukua muda mrefu kwa zaidi ya miaka 15 tayari zikiwa na ucheleweshwaji mwingi. Tukiwa kwa Fizi huko Nyange tarafani Fizi, mkuu wa sekta ya Nganja Akili Bernard Cosmos aliongoza Jumatatu hiyo jana tarehe 18 Mei mwaka huu 2026 mfululizo wa mikutano ya kiusalama iliyolenga kukabiliana na kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Mikutano hiyo iliwakutanisha viongozi na kimila, wanajeshi wa FARDC wakiwakilishwa na mashirika ya kiraia, makundi yenye silaha ya kienyeji pamoja na wajumbe wa vijana wa wanawake. Majadiliano hayo yalihusu hasa manyanyaso yanayolalamikwa na wananchi, mienendo ya kutia shaka ilionekana katika eneo hilo, pamoja na uwepo wa makundi yenye silaha iliyojulikana kama barabara za Nyange Misisi na Nyange Kalemi. Mwisho wa majadiliano hayo, hatua mbalimbali zilipitishwa ikiwemo kuimarishwa kwa uwepo wa jeshi katika maeneo nyeti, kuondolewa kwa vizuizi haramu, kuanzishwa kwa mfumo wa tahadhari ya mapema ya kijamii, pamoja na kuongezeka ushirikiaji wa viongozi wa eneo katika kufuatilia utekelezaji wa maamuzi yaliyofikiwa. Kupitia hatua hizi, mamlaka zinakusudia kurejesha mamlaka ya dola na kuimarisha usalama wa wananchi katika sehemu hii ya Kivu Kusini. Habari ya mwisho ni kwamba barabara ya Uvira Bukavu bado imefungwa licha ya baadhi ya madereva kuachiliwa. Kinyume na ripoti zingine, trafiki kwenye barabara ya Uvira Bukavu bado ijaanza tena. Barabara bado imefungwa kutokana na mvutano unaoendelea katika uwanda ama bondeni mwa Rudhithi. Kulingana na vyanzo vya kuaminika, madereva waliokwama katika eneo lilisioegemewa upande wowote kati ya Luvungi na Kamanyola wameachiliwa kwa amri ya Jenerali Dunia
dunia kamanda wa mkoa wa 33 wa jeshi. Licha ya maendeleo haya, ugumu unaowakabili watumiaji wa barabara na ukosefu wa usalama katika eneo hilo huweka njia hii ya kimkakati imefungwa, jambo ambalo linawasikitisha wasafiri na waendeshaji biashara. Naam, wandugu wapenzi watazamaji wa 24 Mboni, niseme asante kuungana nami mwanzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya habari. Ni saa 2 kamili saa za Afrika ya Kati, lakini ni wako mtangazaji wa kila leo nikisema usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili kwanza kwa barika na kupata habari zetu za kila siku. Hii ni 24 Mboni.